nani Musa akamlilia Mungu ili aweze kuwasamehe. Halafu anasema nimekusikia, nenda ufuatilie kama walibaki. Mungu alimwambia nimekusikia, halafu nitawafia. Hilo ni tukio moja wapo. Na ukienda haraka unasema Musa alimbadilisha kwa sababu kisema Mungu akagairi hasira yake aliyotaka awatende. Kwa hiyo ukienda haraka unasema kumbe unaweza ukaomba halafu Mungu akabadilishwa. Sasa mimi nakuuliza swali. Kwani aliyemwambia Musa kwamba watu wako wamejichafua, wameshaharibika kule, shuka uende, si alikuwa ni Mungu? Hivi alihitaji kibali cha Musa ili awaharibu? Ukienda wewe unasoma unatafakari. Ilikuwa wamalize tu, wala asingemwambia Musa, alikuwa anampa ripoti nimeshawamaliza. Lakini kwa nini mwambie Musa nenda watu wako wameshaja, maana yake go to rescue. Nenda uone kama wanaweza kurejea. Ndio maana unaona wito wake wote Musa anasema walioko upande wa Bwana waje. Hao nafikiri kwamba eti Musa ndiye alikuwa mwema, Mungu sasa hapa alikuwa wafute, ameshachoka nao. Alichokuwa Musa anafanya ilikuwa anafanya mapenzi yake. Na Mungu habadiliki kwa sababu hajawahi kuwaza ujinga wala uovu. Sasa tukio jingine la pili ni ile hapa Musa akamlilia Bwana. Sasa soma aya 20 mpaka 24. Halafu sikize Mungu anavyoitikia sala ya Musa kusema wewe unajua ukiwaua watu watasema umewatoa nchi ya Misri ili uwaue jangwani, jina lako litaharibika. Akatoa maelezo ya kutosha. Nikutaka tu kutufundisha, hebu fikiria wewe ambao uko hapa. Watu wa hapa Iringa wamekusumbua miaka hiyo yote. Halafu Mungu ameamua kukupa ofa. Nimeona wanavyokutesa, hawana akili hawa, ni vichwa ngumu. Sasa ninawafuta, halafu ninue wewe. Tungelikuwa sio sema Mungu kwa kweli umenisikia. Hawa watu ni kichwa maji. Unajua Mungu ile kauli aliyomweleza hebu ondoka niwafute, haikuwa kwamba Mungu alikuwa anataka kushughulika nao, ila alikuwa ni jaribu kubwa la kiongozi Musa. Sasa nasoma aya 20 hadi 24. Bwana akasema, mimi nimewasamehe kama neno lako lilivyokuwa. Nimewasamehe Musa kama walivyoniomba niwasamehe. Sikiliza vizuri. Lakini hakika yangu kama afanyavyo nini, kama niishivyo, tena kama dunia hii nzima itakavyojawa na utukufu wa Bwana. Kwa sababu watu hawa wote ambao wameuona utukufu wangu na ishara zangu, walishaona utukufu wangu, ishara zangu wakaziona. Wapi huko? Nilizozitenda huko Misri. Waliona huko Misri na huko jangwani. Na jangwani. Pamoja na haya wamenijaribu mara hizi 10. Yaani mara 10 wanamjaribu, swala la msosi, swala la maji. 10 times. Wala hawakuisikiliza sauti yangu. Hakika yangu hawataiona hiyo nchi niliyowapia baba zao. Sasa angalia vizuri alisemaje? Nimewasamehe. Ila hawataingia. Wasikiliza sasa vizuri, ndio nikuulize. Sala ya Musa ilimbadilisha Mungu? No. Hakuna sala ya mwanadamu inayobadilisha Mungu. Atakuwa ni mchungaji Sengu. Huyu anayebadilishwa na sala zetu ni sawa na watu ambao wanasikia Baba, tuandike majina yetu kitabu cha uzima. Wewe sala unayoichukulia kama ndio tiketi ya kumshinikiza Mungu atuandike, huyo atakuwa ni mchungaji, sio Mungu ambaye kwa sala yako na wewe unaamini kabisa, namwambia kama malaika andika hao wote majina. Bwana mwombaji ameomba. Sio unaamini hivyo? Unaweza swali nyingine tunakuwa vichaa kweli mbele za Bwana. Ati sisi ndio tuna wapi? Sina kunaisoma wapi hiyo? Biblia hii ndio inasema tunaweza kaomba watu waandikwe, halafu Biblia zikaandika. Sala ibadilishi Mungu hata siku moja. Ila sala inambadilisha anayeomba. Kwa sababu njia ya Mungu siku zote imenyoka. Mimi ndio wali naenda pembeni, kwa hiyo sala inanirudisha kwenye line. Kwa hiyo ndio maana wanaofunga na kuomba wakifikiri wafanye kitu Mungu afanye, wamepotoka kabisa. Hakuna sala hiyo katika dunia hii ambayo Mungu ameiweka. Sala siku zote ni mimi nirudi upande wa Bwana. Sasa mtu anayekomaa lazima niko mlimani, lazima kitu kitafanyika. Kwa nani?
Kwa hiyo amesema nimeapa hawataingia, na ndicho Yuda alichosema. Kwa nini hawaingii? Walikoma kuamini. Na wamenijaribu mara ngapi? Unajua ile neno 10 na maana ya utimilifu. Ndio maana unaona sentensi za uumbaji ziko 10. Sentensi zilizotamka Horebu ziko 10, tunaziita amri 10. Na hapa anaposema mara 10 maana yake completion kabisa. Yaani wamejaza kikombe chao in full cha kudoubt uwepo wake. Na ile ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni swala la kuteka na wakasema hatuwezi. Kwa hiyo maana yake Mungu ni mwongo, ila wale walichokiona ndio ukweli. 2, hataweza kutushindia mikononi mwao. Sisi ni mapanzi. Wale watu watatumaliza. Miji ni yenye ngome. Maana yake Mungu tuliye naye hana uwezo wa kututunza. Na alichotuambia tutoke Misri ni muongo. Turudi. Jopo wakaketi, wakaweka kiongozi. Ndio Biblia inasema wakaweka kiongozi warudi. Na Mungu akasema mara hizi zote safari hii mmekijaza kikombe. Sikiliza Musa, hawa hawatatoboa. Ninazungumza hiyo kwa sababu gani? Nimeanza ile Yuda 5. Walipokoma kuamini, Mungu aliwaua. Umejuaje? Ni swala la uzima wa sasa. Naomba sasa usikize vizuri. Ni swala la uzima wa sasa. Walikuwa tayari kutetea uzima wao kinyume na alivyosema yeye. Kwa hiyo chakula na kinywaji, hayo maana yake ni kutetea maisha yetu. Na ndio maana katika kitabu kile cha Mathayo 4:4 wakati Yesu anajaribiwa, jaribu la kwanza, badili mawe yawe nini? Mkate. Na yeye akajibu, imeandikwa, mtu hataishi kwa nini? Kwa mkate, bali kwa neno tokalo. Na alikuwa na nukuu Kumbukumbu la Torati. Nenda Kumbukumbu la Torati sura ya 8. Yesu alikuwa na nukuu kwenye Biblia. Kumbukumbu la Torati sura ya 8 na ule mstari wa kwanza hadi mstari wa 3, usikilize ili uelewe ya kwamba tunapozungumzia ishu ya utoaji ni jaribu lililothibitishwa kufa kwa wenzetu na litakalothibitisha kuishi kwetu. Torati 8 mstari wa kwanza hadi wa 3. Biblia inasema, amri hii ninayokuamuru leo mtaishika kuitenda, sawa, mpate kuishi na kuongezeka na kuingia katika nchi ile ambayo Bwana aliwapia baba zenu, nanyi mtaimiliki. Sawa. Nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili alikutweza kukujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako. Mungu alikuwa anawajaribu ajue yaliyoko moyoni mwao, kwa sababu wao hawakujua, ila Mungu ndiye alijua. Sasa alikuwa anawatweza, anawajaribu, anawageuzia mazingira, anawaondolea maji, anaondolea chakula, ili tu wajue nini. Wajue, soma msomaji, kwamba utashika amri zake au sivyo. Atakutweza, akakuacha uone njaa, akakulisha kwa mana usioijua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Kwa nini Mungu alikuwa anawapeleka maeneo ambayo anapeleka siku nzima hakuna maji, saa nyingine hakuna msosi, halafu bado hakuna mahali popote kwenye Biblia unaambiwa waliwahi kufa kwa sababu ya kiu ama kwa sababu ya chakula? Sikiliza vizuri. Hakuna testing yoyote ambayo Mungu anatumia kwa wanadamu leo isipokuwa maji na chakula. Kwa nini? Kwa sababu ili uendelee kuishi unahitaji mambo haya mawili. Na Yesu anataka, maana sisi tukiwa tuna hela mfukoni, tuna chakula nyumbani, maisha yanaendelea, unaweza ukawa unaimba nyimbo za Kristo mpaka unanyanyua visikilo. Ukafikiri visikilo vimenyanyuliwa na imani,
vimenyanyuliwa na msosi. Yaani unajua ukiwa una hali nzuri unaweza ukawa unadhani uko na Yesu, kumbe ni mkate wa. Hiyo ni nguvu ya mkate. Ndio maana sasa zinasikia, jamani, mbona mtachangamka? Watu wana changamoto, labda afya haiko vizuri, labda chakula, kiuchumi, mambo hayajakaa sawa. Kwa hiyo sasa mawazo yako mengi, ila Yesu yupo. Na Biblia inaeleza hakuna kitakachokutenga na upendo wa nani? Maana ndio Warumi hiyo sura ya 8 aya 30 mpaka 35. Njaa, upanga, nini na nini hawezi kutenga. Kwa nini tunakuwa na hofu wakati hivi vinapoondoka, wakati Yesu yupo? Maana yake hofu yetu kubwa huwa ni vitu vinavyobeba uhai huu wa sasa. Vikionekana haviko sawa, hata usingizi hauji. Lakini ninaweza nikafanya dhambi mchana peupe, lakini nikalala ufofo. Wewe nenda ukae, vinavyokuondeleaga amani ni nini? Ni vitu vya milele ama vya uzima wa sasa? Nenda tu ufikirie mwenyewe. Bila ambavyo unajigeuza kitandani kama mlango kwenye bawabu, usingizi hauji. Ukiangalia shida kwa ofisini, na zile shida ofisini zina nini? Ni tishio tu la mkate. Kwa sababu kama ofisini shida zisingekuwa zinakwenda kuminya upande wa uchumi, unafikiri una pressure ya nini? Kwa nini mkate? Maisha yataendaje? Kodi ya nyumba itafanyaje? Watoto watapataje mahitaji? Nitakulaje? Sasa nikiona kazini mambo yanakuwa shida na uongozi ulioko pale, ninatishwa hiki na kile, pressure inapanda, pressure inashuka. Ndio hivyo. Kama ingelikuwa ugonjwa umpeleki mtu kaburini, unapata pressure ya nini? Kwa sababu ni kama tu barafu, baadaye jua likeyuka, unarudi kwenye kliniki. Lakini kwa sababu unajua ugonjwa ukiendelea, daktari niambie vizuri, unanionaje? Kwa sababu akikwambia hapa una wiki. Wewe anawaambia watu siku zote, kama kuna watu ambao leo wangelibabaika sana, ni madaktari wanapohudumia Mwadventista aliye mgonjwa. Kwa sababu angekuta alivyo hali ni mbaya, lakini alivyo mtulivu huyu mgonjwa na wenye maneno kwa daktari, mpaka wangelisema tungekuwa tunapata wagonjwa namna hii. Lakini mpaka anakuuliza huyu anayeumwa ni nani yako? Unaeleza ni baba yangu. Basi tumemwandikia dawa, akatumia kwa miezi, alafu tuone baadaye mje tumbadilishie kama tutakuwa haijaleta matokeo mazuri. Huku wao wanajua haifiki miezi miwili. Kwa nini hata wao wakwambii? Kwa sababu wewe mwenyewe na wanakuangalia madaktari, wanajua wewe tukimweleza tutapata wagonjwa wangapi. Wewe inabidi wasiseme kwamba huyu hapa ana mwezi tu anakata moto. Ndio maana wanakuficha vile madaktari. Anakueleza matumaini ambayo ni hewa. Lakini angekuwa ni mgonjwa kwa hospitalini amelazwa, daktari anapokuja anamwambia mle tuombe kwanza. Najua ninaumwa, ila yuko tabibu mkuu akuelekeza cha kufanya. Halafu nina habari njema. Sisi tunatumaini la ufufuo. Kwa hiyo usiwe na pressure unaponihudumia, kwa kawaida kabisa. Daktari anasema Sasa wewe mpaka Yesu alikutanisha. Na unajua wengine hutaweza kumhubiri daktari kwenye mahubiri, hawezi kuja. Sasa hata na ugonjwa umekupeleka, napo unataka kumhubiri daktari. Mimi ni kitu gani hata sielewi kwa sasa hivi. Ndio maana kila ugonjwa naombe nipone. Wakati pale mbingu zinakusudi na huo ugonjwa, tena sikuweke kabisa pale odini mwezi ya kutosha. Ndio maana tunafurahia tu kupeleka sabuni, napeleka miswaki, napeleka dawa za meno huko na gerezani. Ila siku Yesu akikwambia njoo twende, na wewe hamwezi kwenda naye hivi, lazima mazingira yatengenezwe, alafu Yesu anayaruhusu. Rumande kesi inaunguruma, uko mniombee watu wa Mungu. Shetani anataka kujitukuza. Wakati mbingu pengine siko kwenye majukumu. Haya, wanaomba na kukesha, bado unakula miaka 15. Ukifika kule uko very low. Huko watu nao huko hawana hamu.
yule mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Bwana, mchapakazi, sasa anafungwaje na amesingiziwa? Usitafute majibu. Saa ya yeye kukaa na wafungwa imefika.